Habari ya wakati huu wa Tanzania wenzangu, ila kuna kitu ambacho mimi nataka niendelee kusisitiza katika masuala ya uadilifu. Hasa kuna vitu ambavyo vina trend sana kwenye mitandao na baadhi ya Watanzania wenzangu. Tunapozungumza swala la uadilifu, hatuzungumzi tu katika tunapozungumza swala la uadilifu, hatulibebi tu swala la uadilifu katika nafasi tu ya uongozi peke yake. Tunaposema swala la uadilifu kama taifa, tunatakiwa hili jambo tulibebe kama taifa. Kuna kitu kimoja ambacho kipo hasa kwa baadhi ya sisi vijana ambao labda tuna elimu, tumesoma na tumepata masters, tuna degree na kadhalika. Huwa tunaamini kwamba kile ambacho tulichokisomea baada ya pale tuweze kwenda kupata ajira. Lakini nikwambieni kitu kimoja kwamba kuajiliwa, elimu si peke yake inatosha wewe kuajiliwa. Unajua swala la elimu, kwenda shuleni, kwenda kusoma, unaweza ukasoma na ukafika mbali. Lakini je, uadilifu wa kuajiliwa kwenye hiyo taasisi, kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo sekta ipo? Usitumie tu vigezo vya vyeti vyako wewe ambavyo ulivyofika navyo shule, ukatumia kwamba kigezo cha kutaka kuajiliwa. Wakati unapotaka kuajiliwa, uadilifu wa wewe kuwa muajiliwa kwenye hiyo taasisi ipo? Wakati unapotengenezewa interview chache ya namna ambavyo wewe kutaka kutengeneza uadilifu wako unakosekana. Mfano, tunaona baadhi ya vijana hasa hususan wasichana ambao mabinti ambao wamesoma, wengine wana degree, wengine wana masters, ndio miongoni mwa wao ambao leo hii wamekosa uadilifu na kuanikiza baadhi ya maneno ya kuichafua nchi yao. Hivi mtu huyu kama angekuwa kiongozi angekosa kula rushwa? Kama angekuwa kiongozi hivi angekosa kuwa ni mtu wa kuhujumu uchumi? Kwa hiyo tunapozungumza suala la uadilifu, tunatakiwa hata sisi wa Tanzania tuwe na maana ya kuelewa maana ya uadilifu. Wewe kama ni mzalendo ambao umesoma katika taifa hili, umeenda nchi za nje, umepata elimu yako, umepata degree yako, umepata masters yako, wakati unasubiri ajira, hebu kuwa mzalendo wa kutengeneza huo uzalendo kama Mtanzania. Kwa hiyo kikubwa zaidi, tusinyang'anie kuonekana tu wasomi wengi waliosoma wamekosa ajira, lakini wakati mwingine tuangalie hawa ambao wamekosa ajira. Ina maana huko shuleni ambako tunakwenda kusoma, tukikosa kuajiriwa hatuna kitu kingine cha kufanya? Kama hatuna kitu kingine cha kufanya, ndio tukose uadilifu kuanza kuisema vibaya nchi yetu? Tukose uadilifu kuanza kuizungumzia vibaya taifa letu? Tukose uadilifu tuanze kuchochea baadhi ya watu ambao hawana elimu ila pia wanahaso kwenye kuhaso kwao na kufikia kwenye hatua ya kuanikiza kama waweze kuiharibu nchi yao? Hivi tukitaka kuzungumza sasa wale ambao hatukusoma, tunaweza kuwatenga vipi hao ambao wasomi wanaotaka kutuharibia taifa letu? Kwa hiyo nataka niwaombe wa Tanzania, tusiingie katika vitu ambavyo venye migogoro vya kisiasa tunavyoanikizwa na baadhi ya vyama fulani katika maslahi yao. Mimi sitaki kuamini kama kuna Mtanzania ananunuliwa, bali sisi wa Tanzania tumekosa uzalendo. Ukiwa mzalendo haukubali kununuliwa. Ukiwa mzalendo haukubali kushawishiwa. Kwa sababu ya kukosa kwetu uzalendo ndio natufanya tuamini kila kitu tunaweza kutengenezewa. Kwa sababu ulitengenezewa na mzazi wako, kusomeshwa, kufikishwa huko ulikofikishwa, unahitaji urudi nao serikali ikubebe pasipo wewe kuangalia sasa mimi nimesoma, nimerudi sawa, nimekosa ajira kwa kile ambacho nilichoenda kukisomea. Kama mzalendo sasa natakiwa nifanye nini katika taifa langu? Unakataa kuonesha kipaji chako kile ambacho ulirudi nacho shule, kwa sababu elimu ni sehemu mojawapo ya maadili. Ikiwa umerudi katika elimu yako umekosa maadili na kwenda kulichafua taifa, alafu unasema bado kwamba taifa hili haliwezi kuajiri watu, wasomi wengi wako mtaani. Sio wasomi wengi wako mtaani, baadhi wengine waliokuwa mtaani ni miongoni mwa wale ambao wamekosa uadilifu. Waliokuwa na uadilifu hawajali kutokuwa na elimu na kutokuajiriwa, bali wanajiajiri na kutafuta njia ya kufanya na kuwasaidia watu wengine, kwa sababu watu ambao hawakusoma ila wameweza kujituma kwa jitihada zao wanawaajiri wasomi. Wewe unataka mpaka uajiriwe na serikali? Kwa sababu kama elimu yako inaweza kuajiriwa na mtu ambaye mwenye fedha, basi mtumikie. Sio lazima uajiriwe na serikali. Elimu yako sio lazima uajiriwe Tanzania. Elimu yako kama kuna taifa unahisi unaweza kwenda kwa approach ya kazi, nenda ukafanya hiko kitu. Sasa mimi ninachohitaji wa Tanzania wenzangu, ninyi ambao tunahisi kwamba sisi tumepata elimu lakini tumekosa ajira, tusitumie njia hiyo ya kigezo pia kuondoa ile haki ya utu kwenye taifa letu na kuanikiza watu wengine wafanye vitu ambavyo visivyofaa kwa kutegemea tu kwa sababu tumekosa ajira.